kuna sababu nyingi zinazopelekea jiji la Dar es Salaam maeneo mengi kuwa na bei juu kuliko uhalisia. Sababu ya kwanza inayofanya kwa nyumba zipangishwe bei juu, viwanja viuzwe bei juu ni kwa sababu Bwana Tom. Dar es Salaam bwana, hey. Hili jiji hili, yani Dar es Salaam everything is expensive. Kupanga nyumba gharama, kununua gharama, kuuza gharama. Everything is overpriced. Yani issue is it a challenge au ni maendeleo? Issue ni nini? Kwa nini inakuwa iko hivi Dar es Salaam? Mtu mmoja aliniambia, yani unaweza ukawa na fedha, bei ya kununulia Dubai ndio hiyo hiyo unanunulia na Dar es Salaam. Pesa ya kupanga Dubai ndio hiyo unatakiwa upange na Dar es Salaam. Ndio hicho ninachojaribu kusema kwamba kwa nini kupangisha ni gari, kununua nyumba au kununua kiwanja pia ni gari maeneo mengi ya Dar es Salaam. Swali lako kiukweli lina msingi. Ni kweli labda kwenye hilo, lakini kuna sababu nyingi zinazopelekea jiji la Dar es Salaam kuwa overpriced au maeneo mengi kuwa na bei juu kuliko labda wengi mnahisi kama kuliko uhalisia. Sababu ni nyingi. Kwa sababu ya muda naweza nikataja chache. Sababu ya kwanza inayofanya kwa nyumba zipangishwe bei juu, viwanja viuzwe bei juu au nyumba ziuzwe bei juu ni kwa sababu biashara ya milki kwa maana ya real estate nchini Tanzania sio biashara rasmi. Ni biashara ambayo hakuna chombo kinachoisimamia, hakuna sera wala sheria inayoisimamia wala mamlaka inayoisimamia. Kwa hiyo jambo hili limefanya iwe ni biashara isiyo rasmi kwa maana ya kwamba kuna uholela kwenye biashara hii. Madalali wanajipangia wanavyotaka, wenye nyumba wanajipangia wanavyotaka. Kwa hiyo kuna uholela wa kila namna ambao mtu yeyote anafanya vile anavyojisikia au anafanya kwa mazoea kwa sababu hakuna miongozo. Hili limefanya mambo mengi yafanywe kwenye bei ambayo labda hazina uhalisia. Lakini jambo la pili ni kwamba lazima tukiri kwamba jiji la Dar es Salaam ni jiji ambalo lina accommodate watu wengi sana. Watu wengi sana wanakuja Dar es Salaam either kwa ajili ya shughuli za kibiashara, ajira, kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo watu wengi tunakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo kwenye kuja huku Dar es Salaam kunafanya kuwa kuna demand kubwa ya makazi. Sasa ule uwezo wa kuzalisha nyumba za makazi au viwanja ni mdogo kuliko mahitaji. Kwa jambo hili limefanya bei iwe juu sana. Lakini sababu ya tatu ni kwamba bado Dar es Salaam inategemea maeneo fulani ya kiuchumi. Hatujatengeneza tunaita CBD au zile sehemu ambazo watu wanaweza kuwa wanafanya biashara au wanafanya shughuli za kiuchumi kwenye maeneo mengi. Ziko chache. Yaani wengi ni Kariakoo, Sinza, unaelewa? Makumbusho. Kwa hiyo unajikuta watu wengi shughuli zao zinajikita huko, maofisi mengi yako huko. Kwa hiyo sasa watu wanakuwa wanatafuta nyumba za karibu na maeneo hayo. Kwa jambo hili limefanya maeneo mengi ya mitaa hiyo iwe na demand kubwa ya uhitaji wa nyumba kwa sababu ya kufanya ukaribu wa shughuli za watu wengi. Kwa hiyo maeneo hayo yamefanya watu wengi tukimbilie huko. Lakini sababu ya nne ni ya kimiundombinu. Maeneo mengi hasa ya nje ya mji bado hayana miundombinu. Kiasi kwamba watu wanakimbia au hawavutiwi kukaa huko. Yaani wewe nikisema leo ukakae Mapinga, huwezi kunielewa kwa sababu ya changamoto za kimiundombinu ya usafiri. Utafikaje huko? Maeneo ya Chanika huko labda au Kwembe kule Kimara ndani huko, Mabwepande huko. Kwa hiyo kwa sababu maeneo mengi ya nje ya mji hayana miundombinu wala huduma za usafiri. Kwa hiyo tunajikuta watu wote tunakimbilia maeneo fulani ambayo tayari ni ya mjini zaidi au yana miundombinu. Kwa jambo linalopelekea maeneo hayo yapangishwe bei kubwa. Sijui kama tuko pamoja. Lakini jambo jingine na la mwisho kwa leo ambalo naweza nikalisema ni kwamba sasa hivi kumekuwa kuna ongezeko la ujenzi wa nyumba ambazo ni tunaita premium. Yaani utakuta mtu anajenga nadhani ni nchi labda imefunguka, watu wana pesa. Kwa maana ya kwamba nyumba nyingi sasa hivi wajenzi wengi au waendeleza milki
wanajenga nyumba za kisasa sana. Yaani nyumba za watu wa middle income na low income hazijengwi au hazijapewa kipaumbele. Na bahati mbaya hata mashirika yetu siku hizi yamejikita kibiashara zaidi, yanajenga nyumba za hadhi ya juu. Kwa hiyo ongezeko hili la ujenzi wa nyumba za hadhi ya juu ndio zimefanya pia hizi nyumba zipangishwe kwa bei juu. Kwa hiyo ni sababu nyingi, lakini hizi ni miongoni mwa mambo yanayopelekea Dar es Salaam kupangishwa kwa bei juu, lakini pia maeneo mengi pia kuuzwa. Hasa kwenye kuuzwa naweza nikasema pia kuto kupanga maeneo yetu mengi. Unajua maeneo yaliyopangwa na kupimwa vizuri yanakuwa yanajiivisha yenyewe kuwa maeneo ya hadhi. Kwa hiyo kwa sababu sehemu kubwa ya nchi yetu au ya mji wetu wa Dar es Salaam hajapangwa vizuri, kwa hiyo umejikuta watu wote wakipata fedha wanataka kukimbilia yale maeneo ambayo yamepangwa vizuri. Yaani leo mtu akipata mahela anataka kukaa Masaki, anataka kukaa Goba, Mikocheni, anataka kukaa Mbezi Beach, Bahari Beach mpaka Mbweni, kwa sababu hayo ndio maeneo ambayo yanaonekana ni ya hadhi kwa sababu yamepangwa vizuri. Kwa hiyo tungeweza kupanga miji yetu, sehemu kubwa ya miji yetu watu wasingekuwa nakimbilia maeneo fulani. Hasa huku kwenye kukimbilia maeneo fulani kumeyafanya hayo maeneo yauzwe bei juu. Lakini viwanja sio kwamba sehemu zote zinauzwa bei juu. Kuna maeneo kule Kigamboni bado yanauzwa bei ndogo. Lakini mfano tu nikutolee mfano. Umeona Kigamboni, Kimbiji kule Kigamboni, Tundisongani, Kigamboni Mwasonga. Viwanja vinauzwa milioni 3, milioni 4. Yaani bado ni square mita moja 7,000 mpaka 15,000 hapo. Akati kutoka maeneo hayo ya Kimbiji, Tundisongani na Mwasonga ni umbali sawa kutoka Posta mpaka Mbweni. Yaani kutoka Mbweni mpaka Posta na kutoka Posta mpaka Kimbiji au Tundisongani ni umbali sawa, lakini watu wanaona bora wakae Mbweni kwa sababu sehemu kubwa ya Mbweni imepangwa na kupimwa vizuri. Kwa hiyo imepafanya Mbweni paonekane ni pahadhi. Kwa hiyo tukapanga maeneo yetu vizuri, sehemu kama kule Mpiji kule Chanika huko Mvuti huko, tukayapanga vizuri na tukaweka miundombinu vizuri, kidogo itapunguza ule uhitaji wa watu kukimbilia kukaa mjini. Kwa wanaweza kakata huko. Kwa hiyo hili swala pia la kuto kupanga maeneo yetu limesababisha maeneo mengi yawe overpriced, kwa sababu watu wanakuwa wanakimbilia maeneo fulani hivi kwa maana ya kwamba yanakuwa kama ni hadhi kwao, lakini pia usalama, urahisi wa kufanyaje kupeleka huduma kule kama ambavyo tunafahamu, kwa sababu maeneo ya Sinza yamepangwa vizuri, gesi iko pale TPDC. Kwa hiyo maeneo ambayo yamepangwa yana advantage kubwa na yamepelekea watu kuyakimbilia zaidi.